kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka. Toka pepo. Ushindwe na ulegee kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka. Navunja na kuharibu nguvu zote za giza zina mamlaka. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Navunja na kuharibu kama umetumwa wewe pepo na kuamuru rudi huko ulikotoka kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka ya kunizuru. Ushindwe na ulegee kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka. Baby Supu, uko salama mtoto wangu? Ndio, niko salama madam. Hauna shida yoyote? Ndio. Lakini umemwona yule kiumbe alikuwa amesimama hapo? Ndio. Pole, usiogope sawa? Sawa madam. Baby Supu, nadhani umeona hali iliyotokea hapa. Kwa hiyo siwezi kukuacha uende nyumbani peke yako. Inabidi nikupeleke mpaka getini. Nikishakufikisha afu mimi nitaenda nyumbani kwangu. Sisi tuko na Mungu, sawa? Kwa hamna chochote kinaweza kikatuzuru. Sawa mtoto wangu? Sawa, asante sana madam. Mungu akubariki. Haya. Twende nyumbani, sawa? Twende. Kitunjilo taratibu, mwenzako naumia. Pole sasa. Sasa tutafanyaje? Tusipounyosha utavimba, unajua. Inabidi sasa hivi hapa tuunyoshe, baadaye tuchukue maji tuweze kuukanda. Kwa tulia basi tuunyoshe. Taratibu sasa. Sebiga, umeona mambo yako haya? Umeona unapozingua kichaa wangu? Dakika za mwisho umezingua, Farida umemwacha, ameenda mwenyewe kutafuta suko maji, sina magani vipi? Amedondoka hapo bondeni, ameumia. Haya, kama hapa tunafanya nini? Angevunjika mkono. Kila siku nakwambia kuwa makini na Farida, kuwa makini na Farida, afu mwanangu uelewe, yani uelewi kabisa. Sasa uone kwamba mwanangu sasa mpaka sasa hivi hapa tunahangaika. Aya, mpisha hapa atakuwepo nani? Tutafanyaje? Wewe unazingua. Kila siku nakwambia kuwa makini na watoto wa kike unakuwa unazingua. Lakini kaka, mimi sikuwepo hapa nyumbani, nilikuwa nimetoka kidogo. Umetoka? Kutoka ndo nini? Mbona mimi sizungumzia hapa Zaburi au Matendo ya Mitume? Kwa mwanangu, kama ulitoka mimi ndo yananihusu nini kama ulitoka? Hapa nyumbani mimi nilikuacha wewe na nani? Unamwacha mtu anatoka anaenda mwenyewe anaenda achukua maji. Alafu sasa hivi hapa unazungumza kuhusu kutoka au mwanzo. Au unataka kuzungumzia Zaburi 20 mstari wa kwanza mpaka 12. Unasema wanawake inabidi tuishi nao kwa akili. Unamwacha mtu anaenda huko. Haya, angeumia, angevunjika. Keti. Lakini makosa sio ya Sebiga. Makosa ni ya kwangu mimi kwa sababu ndo nilichukua ndoo na kwenda kuchukua maji. Hata hivyo, kitu mimi ni mtoto wa kike. Mimi ni mtoto wa Kiafrika. Kwa hiyo kufanya kazi ndogo ndogo kama hizi ni wajibu wangu. Yaani ni haki yangu kufanya chochote ambacho naona kabisa hiki nakiweza. Kwa hiyo naomba usimfokie Sebiga. Makosa ni ya kwangu. Farida, lazima ukweli ni uzungumze. Yaani ukweli mchungu lazima ni uzungumze. Najua ni mtoto wa kike, ni wajibu wako kufanya chochote katika hii nyumba, naelewa. Lakini pia jukumu la ulinzi hapa na usalama ni jukumu la Sebiga, kwa sababu mimi huwa nakuacha na Sebiga. Je, katokea umeenda huko, ngosha kakuona, kakupiga mjiwe, kakupiga mnungu, kakuua. Kesi inaenda kwa nani? Kwa mbubu mfupa. Na ikatokea mbubu mfupa hapa kesi imekuja, sisi tutashindwa kuikabili. Mimi itabidi mimi niende wapi? Niende Ngome. Wote itabidi tuende Ngome. Na tumeenda Ngome, haya. Anaishi nani hapa nyumbani? Dada ataishi na nani? Kwa kuna baadhi ya vitu vingine ni uzembe tu mtu binafsi, inabidi vizungumziwe. Dogo yake umezingua na ulichokizungumza mimi sijakipenda, kwa sababu umeona hata hapo bondeni hapo. Sisi wenyewe tu ante moja madumu huwa yanatushinda hapo kunyanyua. Kubeba tu ndo hapo. Maana kibao utotoni hapo nusu utoe meno. Mwenyewe unajua kabisa ushatoa meno sana hapo. Nishatushinda sana kunyanyua madumu hapo. Wewe leo unamwacha Farida anakuja ananyanyua mwenyewe madumu. Uone kwamba ni hatari hiyo. Haya, angeumia naye, angevunjika mkono. Sasa hivi hapa tungekuwa tunafanya nini? Tunaelewa kumtibishia sasa hivi? Hatuna hela, maisha yenyewe magumu, unazingua. Na unachokifanya mimi sijakipenda. Lazima niongee ukweli. Kichinjile, naomba usimfokee Sebiga. Wewe kama unataka kufoka basi nifokee mimi kwa sababu kosa ni la kwangu na sio la kwake. Anazingua, na lazima niongee ukweli. Wewe umezingua na umenikwaza. Yaani umezingua kinoma. Sema nini? Kwa nini ndio tu kukunyosha mkono? Nikunyosha baadaye uje ukande. Unakuwa mzembe ndo nini? Basi taratibu. Tulia basi Farida. Ngoja nikunyoshe mama yangu. Nitakupiga hata mbanzi nikutoe meno, mshenzi nini wewe? Pole.
Jeni, unaona? Nikwambia ni jamaa noma. Tayari nishamaliza kazi yetu. Bibi Seba, ushamaliza kazi yetu? Hapana. Sijafanikiwa. Lakini tayari kwa ameshaingia kwenye targeti zangu. Unamaanisha nini? Nilipotaka kumshambulia tu. Ghafla nilishambuliwa mimi. Na sielewi imekuwaje. Kwa hiyo, unataka kuniambia hapa duniani kuna mtu ana nguvu zaidi yako? Hapana. Hakuna mwanadamu anayenishinda nguvu mimi. Lakini hizo nguvu zimetoka kwa Muumbaji. Za Muumba? Ni Muumbaji gani huyo? Siwezi kumtaja kwa jina. Maana nikimtaja anaweza kushambulia na nyinyi pia. Sofia, umeona? Huyo ndo kijana ambaye unasema unamwamini sana na anaweza kafanya kazi yetu vilivyo. Sasa kafanya nini? Kulikuwa na haja gani ya kumtafuta msaidizi? Kumbe hata yeye mwenyewe hamwezi Baby Supu. Jeni, unasikia kabisa anakuambia kwamba kuna nguvu imemshambulia. Na hiyo nguvu ni nguvu ya Muumba. Wewe unataka nini hapo? Nguvu za Muumba? Huyo Muumba ni nani? Jeni, ameshakwambia ni nguvu ya Muumba. Wewe unachotaka hapo ni kitu gani? Au wewe Muumba umjui? Lakini sawa. Ila Sofia, itabidi tuendelee na hii kazi kwa sababu bado haijaisha. Ndio Jeni, itabidi tushirikiane naye kufanya hii kazi. Maana hii kazi ishaonekana imekuwa ngumu. Basi sawa Sofia. Sawa. Janeti, hivi unajua Mungu yupo? Yaani Mungu yupo na leo mimi nimeuona ukuu wake ndugu yangu. Una maana gani kusema hivyo? Janeti, nimekuwa nikisikia uchawi upo. Usikose sehemu zinazofuata, bonyeza subscribe. Tunaendelea, washe kengele.